asifiwe sana. Kwa hivyo we are looking at the book of Genesis chapter number 26. We are on the topic of retaking what? Retaking my possession. Somebody say retaking my possession. Because the possession has been taken away. You are coming back. Unanielewa sasa? We are retaking. Ni kunyakua, kurudisha kile kiliibiwa. Kile walikupokonya, afya walikupokonya, mali walikupokonya, doa walikupokonya. Chochote ambacho walikupokonya ndio tunarudisha. Ndio tunasema nini? Retaking. It is retaking. Why are you retaking? Wale wamesoma grammar. Retaking ni kumaanisha ulikuwa nayo, ikaenda. Sasa ni kuiende, ni kuiendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Man, you are not born poor. You are not born suffering. You are not born the way you are today. You are born with a reason. You are born to flourish. You are born to grow. You are born to be a business lady, to be a teacher, to be whatever that God gave you, brought you for. Because kila mtu mwenye ako dunia hii, uko hapa na reason. You have a purpose. And it is that purpose that you pursue to understand. This purpose ambayo Mungu alipatia wewe, ni nini, ni gani, and how do you get it? Because it seems you are not living within your purpose. It seems you are not being there where the purpose of God is. It seems that you are suffering today not because you are supposed to suffer. You are suffering because the purpose that God intended you to be in is not being fulfilled. You are lacking. You don't have money. You don't have business. You don't have anything. Not because you deserve not to have anything, not to have it. It is because somebody has taken it away. A Jacob has come and has conspired with somebody else, and they have taken your blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. They have taken what? Your blessings is taken away by somebody who decided to come and defraud you. Somebody who decided to come and make you poor, make you not successful, make you not become that which God wanted you to be. If you are to be what God wanted you to be, the fulfillment, the full you, the known you will be somewhere else. You wouldn't be suffering. You wouldn't be facing challenges. Ungekuwa umesimama na wewe ni mtu ambaye angekuwa anafanya makubwa hai kidogo. Mtu angekuwa akifanya makubwa na mazuri katika ulimwengu huu. Lakini kwa sababu kuna mtu alikuja, ama kuna kitu kilikuja, ama kuna eneo ambao ulienda. Maana kuna vitu vitatu ambavyo vinaiba baraka zako. Kitu kimoja ni mtu ama watu ambao uko na wao. Kitu cha pili ni maeneo, ile eneo ulienda inaweza kuwa ndio imesababisha shida uko nayo. Na kitu cha tatu ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unaweza kujinyang'anya baraka. Wewe mwenyewe unaweza kujiharibia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nataka leo tuangalie. Ni vipi ama retaking my possession, yes, principles to guide you in retaking. Because there must be a principle. Venye ulipoteza, kuna principle ilitumika kupoteza. Hivyo kuna principle itatumika kurudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama kitu kimenyakuliwa, kama sasa nimekunyang'anya shamba yako, utatumia koti. Hawezi kukuja kuambia shamba kwa sababu nilikunyang'anya nikijua ya kwamba utakuja kuniitisha. Kwa hivyo nimeweka mikakati yote ya kuhakikisha hata ukikuja tutapambana, either unishide ama nikushide. Na principles zitatumika. Nitaenda kwa waganga, nitaenda kotini, nitaenda kwa polisi, nitatumia watu kukupiga ama hata nikuue. Those are the principles to make sure that you don't make it. You don't come for it. And therefore, even the taking what has been stolen from you must apply a journey, must apply a principle, must apply a way to come back to retrieve what you have. Kuna wengine mumeolewa lakini mlinyang'anywa ile heshima ya ndoa. Mlinyang'anywa ile haki ya familia. Mlinyang'anywa kila kitu ambacho ungekuwa nacho ambacho kingefanya usimame kama mama ama usimame kama baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine mlianzisha biashara lakini biashara ile hamuifurahii. Why are you not? Kwa sababu kuna kitu kilipokonywa kwako. Kuna kitu kilienda ambacho ulikuwa nafaa ukue nayo. Na wakati kilienda kama sasa mtu anaitwa Esau, alinyang'anywa right ya firstborn.
Na alinyang'anywa tu maana alikuwa ameenda kutafuta nini? Kutafuta sugura kwa kichaka. Kurudi akakuta kila kitu kimeenda. Baraka zote zimeenda. Akaenda kwa baba kumwambia, baba, baraka umepatiana kwa nini? Akamwambia, kwani si wewe nilipatia? Kwa hivyo wakati waliiba kwa ujaja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati waliiba, kuna mtu alisaidia mtu kukunyang'anya baraka zako. Kuna eneo lilisaidia watu kunyang'anya, because ni watu unyang'anya, lakini there is a force, a backup that helped them. That is what I'm talking today. That backup. Hiyo nguvu ambayo ilitumika kukuja kusaidia hao waliokunyang'anya. Hiyo plani ambayo wale walipanga plani, alafu wakatuma Nyambura, wakatuma Kenyajui, wakatuma Otieno, ndio Otieno akakuja akakuvamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio nataka tuangalie. How did it happen? What happened? Is there anything that God has given us that can cause us to retain our integrity, to retain the possession, to retain what God has given us? Is there? Kunaweza kuwa kuna kitu ambayo Mungu ametupatia, lakini hiyo kitu ndio tunapotesaga. Maana lazima kuna kitu. Ulipozaliwa, ulizaliwa na vitu zako zote. Jeremiah anasema, Mungu anaambia Jeremiah, kabla haujazaliwa mimi nilikujua. Mimi nilikufanya nabii. Mimi nilikuinua. Mimi nilikumwagilia mafuta. Kwa hivyo you have no reason kusema hauna. You have no reason kusema God has forfeited you. You have no reason kusema God is not working with you. God had an intention and still he has an intention to work with you. But there must be somebody, or there must be something that was never followed that has caused you now. Hiyo ukosefu ya kazi hauna, it is a cause caused by something. Hiyo ndoa haina, that is no, the marriage that is not working, there is a reason. That is your business is not working, there is a reason for that. There must have been, kuna kitu, sheria fulani umevunja. Kama sasa nyumba kama hii, tunakuwa na sheria zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unasikia nasema hapa, nimesema hii kikue hapa, hii kikue. Kwa sababu kuna zile sheria nimepatiwa na Mungu. Wakati nilipatiwa madhabahu, Mungu pia alinipatia na sheria za nini? Za madhabahu. Ndio unaonaga wakati mwingine nimekuwa mkali sana, kwa sababu ninaona venye unafanya unataka nikosea Mungu wangu. Na afadhali tukosane na wewe, lakini nisikosane na nani? Na Mungu wangu. Maana katika Mungu wangu kuna covenant tulifanya na Mungu. Na hiyo covenant ndio mimi nafuataga. Na ndio watoto wangu watafuata. Na ndio nyinyi nyote mtafuata. Maana katika hiyo covenant kuna ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo covenant kuna kuanguka. Katika hiyo covenant kuna kuinuka. Katika hiyo covenant kuna kutokubarikiwa. Katika hiyo covenant kuna kubarikiwa. In the covenant that you make with God, there is success. In the covenant that you make with God, there is something that will always happen. Ndio nakutaka naambia watu, pageni viti hivi. Sio mimi nimesema mpage. Ni Mungu aliniambia venye sitapa. Ukiangalia kwenye Biblia, hata kujengwa kwa hekalu ya Mungu ilipangwa kwa utaratibu. Hata venye bao itakatwa, Mungu alisema ikatwe fiti ngapi. Ikatwe kama ni mawe ni cubic hii. Kama ni kupima kushoto kukue hivi. Kanyumba ka hivi alipanga. Solomoni akijega, alijega kwa mpagilio ile aliambiwa, sio kwa mipagilio yake. Kwa mfano sasa tukisema hapa mahali tupatengeneze hivi, ni Mungu alinyonyesha akaniambia hivi ndivyo kutatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikosea hatukutengeneza, maana na mimi nilidelegate mtu mwingine akuja tengeneze. Na huyo mtu akafanya vituko zake na hakutumia zile vitu Mungu alikuwa ameniambia nitumie. Maana makosa si yake, ni yangu. Mimi ndio nilikuwa nimeonyeshwa ile mahali hapa patajengwa na ile material itatumika. Maana Solomon alipokuja alikuta David amekusanya Solomon nini hivi material za temple zote zilikuwa. Solomon hakuweka akili yake hata kidogo. Solomon alifuata maagizo. Akaambiwa weka hizi bao hapa, weka hizi chuma hapa, weka hii mawe hapa, na ni fiti hii, na ni cubic hii, na kila kitu kimepangwa. Kwa maana there is a plan of God in everything that you do. There is a plan of God in your business. There is a plan of God in your marriage. There is a plan of God in ministry. Kama mfano sasa tunasemaga, na wacha tuchukue mfano, tutumie mfano. Ni hapa, hii ni kitchen yetu ya kanisa. Ninasema huyu nimempatia kifunguo na nimesema hakuna mtu mwingine ameruhusiwa pale kuingia pale. Sasa huyu akuja aingie pale, amevunja sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima apate ruhusa ya kutoka kwangu, na ataenda kwa yule ambaye nimepatia kifunguo amwambie ninataka kuingia huko. Na yule mwenye ameshika kifunguo atamwambia nenda kwa fulani
upate ruhusa. Akikukubalisha na mimi nitakufungulia. Lakini sasa huyu naye akifugua pale amekosea, atapigwa vita. Hiyo sheria ambayo imewekwa na Mungu ya hapo itampiga vita. Na huyu mtu alidanganyana, atapigwa vita. Kama sasa kuna watu wanasema wanakuja, kwa mfano, natumia tu mfano. Kuna watu wanaweza kwenda kumwendea mwambie apostle amesema nikuje nipike chai pale, na yeye na kiherehere yake afugue, na mimi nilikuwa nimemwambia hapo kusifuguliwe. Sasa kiherehere yake imemweka kwenye laana. Ataishi akisubuka kwa sababu amefanya makosa ya madhabahu. Kuna makosa ya nini? Ya madhabahu, na kuna makosa ya huko nje. Makosa ya madhabahu ni hiyo, wakati unakosa kutii katika madhabahu, hiyo ni makosa, unaadhibiwa na madhabahu hiyo. Na hiyo madhabahu inaweza kuvuja na ikufuge kabisa, na ikukoseshe amani, na ukose baraka, na ukose breakthrough maisha yako yote. Usicheze na madhabahu, inaua. Madhabahu hii ubariki. Venye unaonaka inabariki, hivyo ndivyo inaua. Kwa hivyo ukikuwa katika madhabahu hii, uwe ni mtu wa kamera, uwe ni mtu wa nini, uwe ni mtu wa nini, lazima utii na ukae kulingana na sheria za hii madhabahu. Maana hii madhabahu hii ni kifo. Hii ni kaburi unaona hapa, na hii ni hekalu ya Mungu unaona hapa. Hapa utakufa na hapa utabarikiwa. Hapa kuna laana, hapa kuna baraka. Kila kitu unataka iko wapi? Iko hapa. Ukitaka kufaulu, ukitaka kunawiri, ukitaka kutajirika, utajiri iko wapi? Hapa. Katika madhabahu baraka zako zinatoka huko. Ndio unaonanga tukienda kwa Karumanzira, wale tumeenda kwa Karumanzira, tunakalisha kwa wapi? Kwenye madhabahu. Hapo unaambiwa kaa chini. Kuna wengine tunaambiwa tutoe nguo. Kama mimi pale nilikuwa nimeenda kwa Karumanzira, niliambiwa nitoe nguo nikae nani? Uchi. Nikakaa huko. Maana Karumanzira anataka kuniona nikiwa nani? Uchi. Wala hiyo ndio sheria ya Karumanzira ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kwingine unaenda kuta Karumanzira nakwambia simama. Kuna kwingine kwenda na Karumanzira nakwambia lala chini. Maana hiyo ndio sheria. Na usipofanya hivyo wanakufukuza na wanakwambia toka na hizo vitu zako hapa. Unaambiwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia madhabahu kama hii iko na sheria. Umesikia nani? Nikikwambia hapa fuga na sitaki kuona mtu hapa. Akikuja akikwambia apostle ameniambia, mwambie aenda kwa apostle akuandikie kabarua. Sikwambia ufanye, lakini sasa wewe utumie akili yako. Maana hapa, unaona venye unakaaga hapa unakusafanyaga hii kazi. Hii ni laana. Sasa ukitaka hapa utaishia hapa na hapa utabarikiwa. Joshua alikaa kwenye tent. Musa anaenda kwa mlima. Joshua hakutaka hata siku moja kwenda kwa mlima na Musa. Lakini kama ni nyinyi mngekuwa na kiherehere, mukimwema Musa rushireke tugathie nawe. Hata unarudi kwa mfuko na mwambie tukireke kuikia girishi kwa mimi tugathie nawe. Mungehoka Musa kwa sababu ya kiherehere. Lakini Joshua alielewa kwenda kuona Mungu, na Mungu huyo hajaniambia nende nimuone, nitapokea laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo alikaa mahali Mungu alimwambia, na akatumia na akagojea. His day came. And when the day came, he became more stronger than Moses. Did you know Joshua was more stronger than Moses? Tunasemanga Moses, lakini Joshua was so stronger. Maana alipigana vita na akashinda. He won the battle. Moses didn't win the battle. Bwana Yesu asifiwe sana. So wale watu ambao mnafanya kwenye sheria hapa kwenye madhabahu, kama ni mtu wa drum, kama ni mtu wa keyboard, kama ni mtu wa microphone, kama ni mtu wa kufagia hapa, kama ni mtu wa whatever job that you do katika madhabahu, be very careful. Afadhali uachane na hiyo kazi kabisa. Wale naonaga mnakujaga hapa mnakaa mtu anajiset pale kwa kiti, ni anaanza kuwhatsapp, anaanza inaitwa hiyo ingine aje? Kushati. Anaanza kushati huko, mwingine namkuta na shati kule, mwingine yako huko amekaa tu amekuja kujivijali, ni kama hana kwake kwa kujivijali. You are attracting a curse. You better not come here. Edo kaa nyumbani. Kama haukukuja kuomba, kaa nyumbani. Ama edo katembea huko kwa hoteli, tafuta kiboyfriend kia samani, kubushaneni mambo ya samani venye mlikuwa mumunyana, venye mlikuwa mnakaa, lakini hapa wachana nayo. Hii ni kifo. Hii ni umasikini tupu. Hapa ni umasikini tupu. Na hapa ni utajiri. Hapa ni baraka, hapa ni kulaaniwa. Hapa kuna hizo vitu zote ziko hapa. Zimehanga hapa. Zinakukojea tu venye uta act, ziact kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisikia kama Jumapili kuna watu walikudanganya hapa, mimi nimesema wakuje wapikie chai hapo. Hawa ni watu wamelaaniwa. Umesikia? Never allow. Usikubali kama sijakupatia. Maana ni Mungu aliniambia fuga hapo, kuna wachai wameingia kwa nyumba gani?
hii, na wanataka kukuja hapo warushe kitu ndio watu wakunye uji wote wagojeke, ndio kusemekane kanisa si ya Mungu, ni ya shetani. Sasa mimi nikikwambia fuga, kwa sababu Mungu naye ananiona. Mimi sikukwambia ukuje hapa, ni mimi nilikwambia. For example, tunaongea, wacha nikutumia kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Najua naweza kutumia huyu anaanza kusema apostle noni ororaga uru, noni oragia shako. Hapana, wacha nikutumia. Ukitaka kunikasikiwa ni mwanaume kama mimi. Sasa wewe wakati uligia ile mlango, mimi sikukuita, ukakuja na ukasema utafanya kazi wapi? Nani alikuajiri? Umeajiriwa? Basi ni Mungu alikutuma. Si unakulaga na unakuja na unavaa vizuri? Si Mungu ndiye alikutuma. Sasa Mungu naye akikupatia kifungo ya pale, kama mjiga, uikaleta kilimo. Andu agai maikara gatake tairimo. Wewe ne gairoga moguo, ikara uguero, wikare we statue, uikare we kilimo ndokende murata guku. Tondu nimegukuraga, tondu meguka makohenereria ginya meke atia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuja, watakudanganya, wakuzuguke mpaka wakiche. Wakikuangusha, waingie hapo ndani, wafanye kazi yao, watachomoka wakienda. Utakuja kurealize makosa ni yako. Nani atapata hukumu? Ni wewe. Maana wale wako kwa shetani na wamefulfill kazi yao. So be strict kabisa. Mtu yote kama ni microphone umepatiwa, be strict with that microphone. Simama na microphone na uishike. Kama umepatiwa kazi ya kufagia, simama na kufagia na usimame na kufagia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni kazi ya kupagusa, simama na kupagusa kwako. Usitake zaidi ya hapo. Wait until God pushes you to the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikue na tamaa, maana katika tamaa ndio watu huanguka. Katika tamaa, unaona Esau anakuja na akwa na nini? Na tumbo haina kitu. Anakuja na bio, sasa wewe fikiria hivi, hapa kuna chakula, lete birthright. Na inaenda. Sasa hiyo ndio kunyang'anya. Ukiona mtu ameingia hapo, amekwambia ni apostle, amesema anataka kunyang'anya wewe birthright. Sasa angalia Daudi. Daudi ako Bukoma sahi. Sasa nataka nikuonyeshe shida. Daudi yako wapi? Kaa tu chini. Daudi yako wapi? Bugoma. Na yeye ndiye anafaa kukaa wapi? Nani alimrusha Bugoma? Wako hapa sahi. Tuko na wao hapa. Maika lete hapa magithikiria kiugo. No Daudi yako ni ng'ombe ararĩithia thaa ici. Wanyita. Ni ng'ombe rekatia ararĩithia. Uguo niguo menda mamweherie nigetha gũtuĩke vacuum. Umeona sasa? Na wako hapi sasa? Na wakosi hapa, sade walikuwa hapa, leo wako hapa, hata kesho watakuwa hapa kuchunguza kama kazi yao imekaa. Na wanaenda wanaangalia, wanaona getire geroka. Na wanampigia Daudi simu. Halo, mtumishi. Tunakumiss. Utakuja lini? Hata apostle anakumiss. Hata jana alikuwa na hubiri tu akikutaja. Tunakumiss. Si ukuje. Ati hapana huko. Hata fea nimekosa. Hata nini, nilikuta mtoto ni mgonjwa, nikakuta nini. Sasa sijui nitafanya, lakini wacha tuone next week. Next week wanaenda si amesema anakuja next week. Wanaenda wanaongeza. Next hiyo wengine bibi yake anapelekwa hospitali. Hapo Daudi. Weko. Tunakumizi yaki, hata kanisa imeboeka. Kupe wewe unakuwa na unajua nimekuja kulia na siku hizi anointing yako ndio inafanyanga kazi kanisani. Hata kanisa imekaa kama imechakajikiwa. Hapana, nimepata shida kidogo. Hata nyanya yangu ni mgonjwa, nini ni mgonjwa, hata nataka kukimbia mahali, wanajua, wanaekesa ikini. Baka ete apotelea kabisa. Hiyo ndio kazi wametumwa. They are on assignment. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, when God has given you a responsibility, anajua there is a counter. Kuna watu, kama sasa umepatiwa kile kifunguo, kuna watu wametumwa kuja kukunyang'anya hiyo kifunguo. Ukifungulia mtu pale, kifunguo yako imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipatiana hii microphone hivi na umepatiwa uchuge hii microphone, kifunguo ya microphone imefanya nini? Imeenda. By the time you fight it back, utakuwa umezeeka. Maana walijua ukirudishia huyo mtu atatumaliza. So edeni mnyang'anye yeye. Na mkinyang'anya yeye mwende kabisa. Na mkienda kabisa msirudi. Angalia Jacobo, aliiba birthright na akatoroka. Alienda kwa baba yake kwa anko Labani huko. Kukaa huko, kujificha. 21 years kama amejificha huko. Baada ya kuiba birthright ya mtu. So people will come and befriend you. People will come and become your girlfriend, your boyfriend. People will come and lie to you, cheat you. Kidogo tu.
wanapokonyana. Na wakiiba hiyo kitu, kurudisha is a struggle because one thing, hautajua kama ilibiwa. Wewe utafikiria maisha ni normal. Maana hiyo impact, hiyo ya kugogwa kwa David si ya jana. Aligogwa kama miezi 6. Lakini sasa ukigogwa inaanza sasa kujipaga. They first attack your spiritual life. In the spiritual realm, that is where they attack. So the spiritual realm will respond after 2 months, after 3 months, after 5 months. Sasa mtakuwa tu mkicheza na alikumalizia na anakuambia hey baby, hey man niaje, ni mzuri, mdoaje vakai. Magona gaga komisi, magona gaga kena, kuna gaga iwa gore yako ya shagaruka. No raga yako rathimite. No na mori othakarite ndiko ici. Na nikuhe roya. Wakuya nuko na gacire gaka manikagira. Uthi yako saruni. Na nikuhe rekatia. Nikunyakua na nyakua kila kitu ambayo uko nayo. Sasa amekumalizia na wewe ukujua, amekumalizia. Na anakwambia nitadhitokanya kahwa. Wathi kunywa kahwa. Muriega kima ni mwathondeka covenant ya kulianira. Ni agreement. Umekubali kitu yako kichukuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio naonaga kuna kamukahawa kako hapa. Sijui sikapedi. Sikapedi hata kidogo. Sijui kama Agnes umepeleka kwa hiyo kamukahawa. Sikapedi. Kwa maana hapo ndio watu wengi wamenyang'anywa. Hata Daudi alinyang'anywa hapo. Unaona yule mtu alikuwa na kumkuta. Tulikuwa na yule Don. Don alinyang'anywa wapi? Hapo. Ndio manini yake aliendea. Alikuja hapa akiwa mzuri. Nilimtoa kwa busaa, akikunywa busaa. Nikamtengeneza kaacha busaa. Lakini wakati alipelekwa hapo mara 2 3 akakula chakula ya mtu mara 2, inahitaji ukule mara 3 chakula ya mtu. Kutoka hapo you are deprived everything that you had because a covenant has been made. Food covenant is very dangerous. Hata ukiona unaota doto ukikula na mtu chakula, that's a covenant. Na ni baya. Na hiyo covenant itakupeleka either kuzimu ama kukuua. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why I normally tell you, be observative. Wacha Joeli dware hilo goko utumie dogo na dogo huko. Usifanye huyu shikuwa kwa rafiki yako. Don't. Yemeletwa na matatizo yake. Usifanye Nancy akuwe rafiki yako. Yemeletwa na matatizo yake. Nawe Nancy wacha kuwa rafiki na huyu. Huyu. Doi ni nyoka ya muthemba uriku. Na kewe doi ino ni nyoka ya muthemba uriku. Ino ni green mamba na we gi pafu ada. Nona ke pafu ada yokirogwo. Neno ni green mamba cigakatia. Hello. Na mweke goko na ile kia Ngai. Ucoke murutane ha green mamba na pafu ada mwende pale mukule chakula covenant. Umeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Umemalizika. Na watu wengi tumemaliziana hivyo. Pole. Na ndio unaona watu wengi wako hapa, you are empty. Ulikuja hapa ukiwa na makitu, sasa hauna kitu. Na vitu hivi, mafuta hainyaganyagwi kwa baa. Mafuta hainyaganyagi kwa barabara. Mafuta yananyaganywa wapi? Kwa sababu hapa ndio watajua uko na nyota gani. Hapa ndio watajua wewe uko namna gani. Hapa ndio watajua anointing yako imetoka wapi mpaka wapi. The only watu wanaweza kukunyaganya nyota yako wanaitwa household members. Household members, watu wa familia yako. Wale watu mnakula pamoja na wao ama wale mumezaliwa na wao. Hao ndio wako na uwezo na ndio tunawaitaga household enemies. Those are the most dangerous people wanaweza kukuibia. Hao watu wale wanaweza kuiba nyota yako. Si watu wa huko ya uibaji, si watu wa kwenu. Mraki uranieke na sisa yako. Mura nike na brothers yaku. Wow, unaona wale ule pale, huyu pale, huyu. Hawa unaona hapa mnakaaga na wao. These are the snakes around your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they know what you have. So they will eat you. Na watakumaliza. Na watakufinya wahakikishe umeenda. Ndio unaonaga na angaliaga mtu hivi. Najua wewe leo umekapaka kamupago. Nitakagoga hivi. Na ndio unaona mimi sihubiriki kama wahubiri wengine. Mimi nakaaga kama tuko Fred ni ile Fred warfare. Taka hapa mimi sitaki ati nitabue kama mhubiri. Ati Bwana anasema mnaenda kubarikiwa. Mimi tutafanya conversation tuongee na kuambia wewe ni nyoka. Kwa kuna mahali utanipeleka? Hakuna. Utaniwacha hapa, uende. Kama utakuja kesho, wewe kuja. Kama usipokuja kesho, weka. I'm not looking for watu wa kunifuata ambao ni mashetani. Natafuta watu ambao wananifuata tunaenda mbinguni. Bwana Yesu, kwa sababu hata mimi ama victim. Nimegogwa hapa. Hapa. Kasichana kana kuja kana kaa hivi kana.
Kwa sababu anajua mimi ni mwanaume na sina mke, so they know my weakness. Nataka mtu. They know. The weakness I have in this church. Ninataka mtu. Kwa sababu mimi ni mwanaume na namuona niko sawa. Ndi sawa. Urenda kujira ndiri na meciria macio. Ndakuona ndigwiciria meciria macio. Riu gutingetumwo andu aba guko. Hakuwezi kutumwa watu wa Taska, hatuwezi kutumwa watu wa Prisina, watatumwa nani? Warebo kama huyu. Mtu mzuri, anavaa vizuri. Nikimwona hivi naanza kusema hii kanisa inahitaji mama wa kanisa. Sasa nikiona mama, simama kidogo nikutumie tu. Najua ni ukurakara na wale muikare. Sasa mtu kama huyu, si anaweza kuwa mama wa kanisa? Si anatosha? Si ataona tosha. Sasa hawawezi kutumia matikitumira shosho mukuruta mashosho maria mokaga haha matikitumira ucio megutumira nyanya haiga haja teno kindu githaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nigetha nani ndona ngona kanitha ni irabatara ki mtu wa kanisa. Hata mimi nikiona na pumzika vizuri. Si Josephine ni kweli? Si hata wewe unaonaga unaweza kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu kama hawa ndio watatumika, watu kama hawa ndio watatumika, watu kama hawa. Hawatatumika mashosho, hawatatumika wanaume. Hawa ndio watakuja kwa sababu I am in that weakness. The devil will only look at your weakness and use that. Ndio unaonaga watu wengine wanasema kama huyu alikuwa amepatiwa warning, awachane na mimi. Maana huyo mtu anampatia warning, anamwambia mimi ni Mungu aliniambia huyo ni bwana yangu. Sasa bwana huyu Mungu communicategi, hana communicate one way, hana two way. Mimi hajaniambia. Agnes anasema amezungumziwa na Mungu, yeye ni bibi yangu. Lakini huyo Mungu akakosa kuona masikio yangu. Does it make sense? Because it is two way. Mungu ananiambia na ninacho naona kule mama kuna nywele, kuna mama atakuja hapa atakaa bere, kuna tracksuit mzuri na kiatu ya sport na nywele nyeupe juu, huyo ndio mtu. Na yeye atakuwa ameonyeshwa mtu ni yule. Lakini ukiona mtu anasema Mungu amenionyesha na mwingine hajaonyeshwa, hiyo ni ngoma. That is now you understand. That's a devil worshipper. Huyo sasa ndio shetani. Ucio hakweli, hiyo ni ngoma. Ikorwo iri ngoma. Na huyu niwe wendaga kuguthwo tondu heri kirathimo Ngai akubangire na riu wendaga kweherio kirathimo-ini kiu. Iyo riu ni ngoma purpose yokire ti horo wakwa, yokire gukuraga. Tondu Agnes ni murata wakwa muno. Agnes ni andeithagia mawira. Agnes ari mundu roka gukwira utigane nani? Si you always in my office? Yes. Agnes hata ananipikiaga kachai pale. Agnes tunakaga naye mpaka saa 3 tukipanga mambo ya kanisa. Si huyu ndio raikiri? Huyu ndio raikiri kuonekana maraika nginya thaa 6 cio tuko magika atia. Niki marafaka. Niki why alimchagua ni kwa nini akue kazi hii? Alimwambia hii asimamie hii kwa nini? So nikuona ni kama nina prepare Agnes ya kuja kukua modo. Si ndio? So he is most likely to be attacked. Lakini huyu hata tuonanagi na yeye anakujaga leo kesho ingine kwa sababu ni broker. Na unajua mabroko anaweza kustukia kwa Mombasa. Mabroko anaweza kustukia kwa Kisumu. Wako wapi? Kwa sababu hiyo ndio kazi Mungu anambarikia na alimubarikia. Si ndio? Sasa huyu mama ninampatia na mwambia niletee roli mbili za mchanga. Ananiletea. Tunamalizana kipesa kwa pesa kwa pesa. Sasa kwa nini wakuone? Wakakosa kuona Agnes ambaye tunakaaga na yeye most of the time. Agnes ndiye yako na document zote za kanisa. Agnes ndiye yako kwa ofisi yangu tukipaka. Hii program zote unaona tuko naye ni Agnes amepaka. So kwa nini wasiataki Agnes wakaataki wewe? Ni kwa sababu this demon was earmarked for you. Na is a monitoring spirit ambayo imedugwa ikuwe ikifuata venye unaenda. Na ukiona demon imeanza kukuattack, there is a blessing. 100 meters pale, 200 meters, 500 meters, kuna kitu inakugoja pale, a blessing. So they want you kukuirritate ndio ukasirike urudi. Tena ikifika pale the same demon utaikuta the other side. Kai, kawage shoka na nigomeko heago gikombe. Ndagikora usiku wake heo gikombe. Na unakumbuka siku alikuwa nyuma yako. Siku wake heo gikombe. Sasa unaanza kukai. Tena unakimbia. Apostle, nitoka deda uhoere. Tayari woneke apostle. Huko ndio ndikana nyite microphone. U apostle, nitoka apostle. Kikombe isha eda. Na inakujaga after 5 years. The demon that came into your life ni hiyo. Ilikuwa taka tuondoke. Na kwa sababu umeondokea, sasa watakuja na kuambia murafi tunyukira. Tia wetu mtumia mudhigu ha. Sasa itakuja hiyo demon inatembeaga nawe, inakupeleka kaho, inakupeleka kila mahali kwa sababu wajua wamekumalizia.
Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you need to understand. Tutunyagwo atia irathimo citu, tutunyagwo atia njira citu. How are we deprived? Kazi yetu inaibiagwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Biashara zetu zinachukuliwa namna gani? Anointing yetu inachukuliwa namna gani? Sometimes ninaona mimi nakuaga kama kangauro, kitu kibaya. Ukijaribu kukuja unakuta hata venye ulikuwa nataka kuja kunizungumzia kwa amani, unaona ile jicho nimekurushia, unakosa maneno ya kuniambia, unarudi. Ni protective measures. Si ati niko na ubaya na huko nje. Hapana, lakini nimeona ule wako akiweka gogo, ndamenya body language tells me umekuja kufanya nini. So nitakuangalia na jicho, utajikuja utaenda. Na kama nataka tuongee na wewe nitakusmailia kwenda kati ya roda. Unakuja tunaongea kwa sababu nimeangalia the body language. Hiyo ndio kushida vita hizi. Hii mambo ya tunafanya. It is a spiritual affair. It is about your brain. It is about your intelligence. It's about how to make it. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't need anything. You don't need to live in the Mars, to live in the Jupiter. You need to live in this world. Na wale watu wanaangukaga sana ni wale wanalalaga biguni, wanakuja hapa. Kwa sababu vitu zote uchorewa wapi? Hapa. Wewe umeenda kulala biguni, unakuta michoro imechorwa. Walikuibia karibu. Egoboka nyume deno jikare leraine. Ukiwa kwenye anga, sasa hiyo wanakupagia. Ukiradi, unaradi kwa mnyamisumari iko na sumu na unaanza kuteseka. Na hiyo ndio maneno inasubua sisi. Hiyo ndio maneno imesababisha tunateseka. Hiyo ndio imesababisha tumekosa amani katika maisha yetu. That is why we are suffering. And therefore, not unless we are able to counter those kind of situations, not unless we are able to remind ourselves the promises of God, not unless we are able to remind yourself the covenant that you made with God. Let us read the book of Genesis chapter number 26 and see how this man was able to retake his position. He had lost the position, but he was able to come back and take his position. And in this Genesis 26, it is about Isaac. Isaac was about to go to Egypt. Maana maisha ilikuwa gumu. There was a famine in the land beside the first famine. There was a famine in the land besides what? The first famine. So therefore, there were two what? There were two famines. Zilikuwa bili. There was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham and Isaac. And Isaac went to Abimelech, king of Philistine, in Gerar. Underline the name Gerar. Tuendelee quickly. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Had he said he's going to Egypt? He had prepared in his mind. Bwana Yesu asifiwe sana. So every battle is prepared in the mind, in the spirit. So God knew this man is going to Egypt. Kufanya nini? Kwenda kutafuta chakula, kwenda kulima huko, maana huko ndio kuna river Nile. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you. Kwa hivyo every promise of God do not have a name. Every promise of God, where you are going, there is no name for that. What you are going to become, there is no name for that. What you are going to achieve, there is no name for that. It is God who has that secret. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore that is why always the devil would want to bring you down, because they also know you don't know. Hello. Because you are living in anxiety. You are living in a world of confusion. You are living in a world that does not tell you where you are headed to. The promises of God do not tell you where you are going. So then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live here in the land. I shall tell you. The next verse, please. Dwell in this land, and I will be with you. Dwell. After he gets back to the land, God tells Isaac, dwell in this land, and I will bless you, for to you and your descendants I will give all this land and perform the oath which I swore to Abraham your father. So, who is being blessed here? Is it Isaac? Who is being blessed here? Is it Isaac? It is not Isaac. It is the father. And God had made a swear, had sworn to the father, had made a covenant to Abraham, and told Abraham, you and your descendants, I will bless them.
He made a covenant. So number one thing that makes you win the battle is the covenant that you have with God. Do you have a covenant? God works in the covenant. God works in the, even the devil himself also works in the covenant. What did you agree? What did you confess with him? What did you say? Ulisema nini? Mulipaga nini na shetani? Ni nini mulikula pamoja na shetani? Ni nini mulikula pamoja? Ni nini mulikunywa pamoja? Ni maagano gani mulifanya? Hiyo maagano ndio shetani anatembeleanga. The same maagano yoyote ya Mungu, hiyo ndio anatembeleanga, not the personality. So that is why they want to attack you on the maagano, on the covenant you have with God, not you as a personality. Because once they have destroyed you, they will come and befriend you, and you will walk together. Mutakuwa mkitembea mkicheka vizuri, lakini they have finished you, wamekumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. So they attack the essence ya the covenant, the agreement that you have with God. So you disown God, because God will never disown you. Alimwambia Moses, I will never forsake nor leave you. Because of what? Moses was not moving on an agreement with God from him. Moses was thriving on a covenant of Abraham to Moses. Because it's God who spoke to Abraham. Akamwambia, your descendants, they will go to the slavery of 400 years, but I will make them out of that covenant of slavery. I will push them. So Moses was appointed to fulfill the word of God. Moses was appointed to come and stand in the gap to make the word of God be fulfilled. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, the covenants we have is what makes you become successful. The covenants we have is what makes you become a failure. You will only become a failure or a successful person because of the covenant you have. What is the strength of the covenant? What is the strength of the agreement that you have with God? Bwana Yesu asifiwe sana. The next verse, please. So the God thrives. The power of God, the agenda of God, the plan of God thrives in the covenant that you have with God. The next verse, please. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you, and I will make your descendants. Who is this he's speaking to? He spoke to Abraham. And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all this land, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. In your seed. So the agreement is not between the descendants. It is between Abraham to the descendants. Bwana Yesu asifiwe sana. So what is the agreement you have with God? What is the agreement your father had with God? Which family have you come from? Is it a family that worshiped the devil? Is it a family that ilikuwa ya waganga? Is it a family that was so defiling? Is it a family ambayo inakuwa iko na matatizo? Hiyo covenant ya familia ndio imesababisha saa hii umekaa hivyo umekaa. Umekosa maneno yako ya kuishi duniani vizuri kwa sababu in the family there is a mistake. In the family there is an issue. And once you are able to identify the covenant of the family with either God or with the devil, kama walikuwa wanachijia goma ama gomi, basi utaelewa covenant yenu iko wapi. Sasa hata uokoke ukae kanisani miaka yote na uwezi kuidentify the covenant ile mko nayo kwenu, utakaa kwa shida. Hata uokoke, hata ukue pastor, hata ukue archbishop, if there is a covenant ya shetani kwenu na haijavujika, bado utaishi kwenye hiyo matatizo. Utakaa kwenye matatizo makubwa. You will be suffering and you will forever suffer while you are Christian, while you are planning to go to heaven, but you will never eat the fruits of the world, because the fruits of the world is based on the covenant of God. Matunda ya dunia hii, na ndio tumeambiwa in the seed of Abraham, meaning everything will go as per to the agreement ya Mungu na Abraham. Kwa hivyo, what is maagano ya familia yenu? Maagano ya guka wenu, ya shosho yenu, maagano ya guka wa guka ilikuwa je na Mungu? Walikuwa wanachijia nini? Walikuwa wanafanya uganga gani? Walikuwa wachawi? Walikuwa watu wa Mungu ama walikuwa watu wa wani? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio inaleta msingi. Na msingi huo ndio Mungu anatembeleaga. Mungu anachuguliaga, anajua hii ni familia ya waganga, hagusagi. Hii ni familia ya watu wangu, anaigusa. Maana amemwambia Isaka, ile covenant ya baba yako, hiyo ndio tutatumia. Na akamwambia rudi,
mpaka urudi, maana mimi sitakubali kuhaibika. Mimi nilisema descendant wa Abraham watabarikiwa, and you are one of the descendants. Rudi mpaka Gerari. Ukifika Gerari nitakubariki. Tuagie vasio ingine tafadhali. Ameenda zake. Sasa alikuwa ametoa yani. Siwache tu ikae hapo. And twende hiyo 5. Because Abraham. Number 2. Tumeona kitu ya kwanza, what sustains the relationship with God is the covenant. Number 2. Because Abraham obeyed my voice. Obedience makes you successful. Because God will look at how did you obey? How were you able to walk with me? Did you obey me? Abraham obeyed my voice and kept my charge and my commandments and my statutes and my laws. So Abraham was obedient. He kept the laws of God. He kept the statutes of God. And every commandment was taken rightly by Abraham. Abraham walked with God. Therefore, that is why his son Isaac is receiving a blessing. That is why Isaac is told, I will not see my friends' children suffer. Hello. I will not allow my children, the children of my friend Abraham to go to waste. I will not allow them to go to suffer. I will not allow them to get challenges of life. God looks at the obedience of your father, the obedience of your great-grandfather, the obedience of you for the sake of your children. What are you? How obedient are you? When you are serving God, are you serving God in obedience? Are you serving God because you came here to be paid? Are you serving God because you came here to receive a miracle? Are you serving God because there is something you want from God? If you are serving God because there is something that you want from God, my dear friend, you are a failure. You are disobedient. And God will look at that when the time of need comes. In the next verse, please, verse 6. So Isaac dwelt in Gerar. He never went to Egypt. Why? He never went to Egypt, not because they had food, not because he had something that he was to eat, but because of the obedience of his father. Because the blood of obedience was flowing. The blood of accepting God was flowing. How do you behave while you are serving God? How do you behave when you are serving your marriage? How do you behave in your business? How do you behave in the village you've come from? What kind of spirit do you have? Do you obey? Do you come here because of that miracle that you want? Do you come here because you came to serve God? Verse 7, please. Do you come here because you want to walk with God? Do you come here because it is in your family? Hello? Because there's this thing, it is in the family. Kupenda watu is in the family. To be a giver is in the family. To be a sacrificer is in the family. To be a worshiper is in the family. I am not coming here because I want anything to be helped with, but I'm serving God because I know he's a mighty God. And the man of the place asked about his wife. You see now, look at it. The same thing that happened to his father, Abraham. The man of the place, the man of Gerar. Kule kwingine ilikuwa Abraham alikuwa ameenda wapi? Wapi? Yeah? In history. Kwa Filisti. Huko ndio bibi alikamatiwa. Sasa hapa angalia bibi wa mtoto yake tena na ndio huyo. And the man of the place asked about his wife, and he said, she is my sister. Just same like the father. Just like the father said, this is my sister. Akasema, this is my sister. For he was afraid. Just like the father, he was afraid. You can see what is there with your father. What is in your originality. Ukitaka kujua mtu tabia yake kuangalia, atakwambia kwao kuko namna gani. Unaonanga tuna shida kwa kuangalia mabibi ama kuangalia mabwana, because ukiniangalia tu utajua historia yako kwetu ni gani. Ukijua mimi niko na watoto 35, unajua automatically unajua which kind of a family I've come from. Hello. Sasa ufanye maamuzi, utavumilia hii shida ama achana na mtu.
sababu hiyo ni shida na iko kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii demon itakuwa ikinitembelea. Maana huyu, angalia hii demon ya kusema huyu ni sister, silikuwa na baba, sasa imegeuka kwa mtoto. Sasa si unaona hii ni kitu inakufuata? Angalia hata Daudi, hata yeye the same lineage hii, hata yeye unaona venye anafanya vitu kwa kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. And he said she is my sister, for he was afraid to say she is my wife, because he thought lest the men of the place kill me for Rebekah, because she is beautiful. And behold, was Abraham's wife Sarah beautiful? Yes, they were beautiful. Why will God again permit a beautiful woman to get in the same family? Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is a root. There is a root. And in that root, that is where the devil works on. That hiyo mshipa ya hadisam, Thor dark hadisam, hiyo mshipa. Hapo ndio unakuta mapepo ina identify. Koki, simama. Walk out. Wende huko. Uoge. Enda tu pale upaguse machozi. Upaguse uso vizuri. Umesubuka sana. Wewe mgonjwa wapi? Enda pale. Fanya maji, angalia. Fanya maji hivi, kichwa ipoe. Unafikiria sana. Saidie tu atebe. Ajipake tu maji hivi, kichwa ipone. Bwana Yesu asifiwe sana. So ati the same problem ya mtu mutamu, beautiful woman, kwa sababu aliona nyanya ni kitu kitamu hiki, mali safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona Mungu anakubali mali safi inaingia kwa hiyo boma? Inaingia kwa nini? Why would he stop this? Kwa sababu aliona this mistake was done by the father. Why again akubalishe iingie kwa the son? Because hiyo ndio kabarabara. Bwana Yesu asifiwe sana. So he was beautiful to behold. Wow, ni kitu tamu to behold. Verse 8. Now it came to pass when he had been there a long time, that Abimelech, he had there a long time. Kwa hivyo walikaka bibi akiwa na wajamaa. Sasa una imagine sasa bibi uko pale na wajamaa na mimi niko saidi gini. Nimefikiria gani nitakuwa nayo? Na nilisema wewe ni sister yako. Na siwezi kwenda kusema ati huyu si wewe mudhuri nikimulana na mudo. Si ulituambia ni sister yako? Kogeda ate horo ukanikie kigioreda kwa ile sister yako. Now it came to pass when he had been there a long time, that Abimelech, king of the Philistines, looked through the window. And so there was Isaac showing endearment to Rebekah. Alikuwa na mumunya, endearment kumumunya, walikuwa na mumunya na mabia. Weke to heke sheri moichi. Kamshika. Sasa akiwa kwa dirisha, maana alikuwa amejua hii ni mali yangu na ni mali safi hii. Akaona ule mtu alisema ni sister, ile metigoti ya sister ile hali. Paka akakuja akamwambia, verse 9 please. Akaenda baka huko akamuuliza, wewe si ulituambia huyu ni sister? Kumekuaje unaanza kumumunya mtu hapa? Hello. Then Abimelech called Isaac and said, quietly, obviously she is your wife. So how could you say she is my sister? Isaac said to him, because I said, lest I die on account on her. Was that not what the statement the father said? Were they with the father? They were not with the father. But it is inside them. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm teaching you is to deal with which that is inside you. Huyo mtu anakuletea fitina, huyo mtu anakupiganisha, huyo mtu anajaribu. They look at what is inside you. They deal with what that is inside you, not that which is not inside you. So deal with which is inside you. The physical it will be sorted by that which is inside you. Bwana Yesu asifiwe sana. If we deal with the inside, the physical will be sorted. The physical has no power. The physical has no authority. Maana kama ni beauty ilikuwa na authority, then the wife could have been taken. But the inside, huyu jamaa aliachilia sister lakini akamshika kama wife inside. Aliachilia the body that is a sister, but inside akakamata the spirit that is a wife.
Kwa hivyo nothing would happen. Baba yao pia hivyo ndiye alifanya. Alipoenda aliachilia Sara, lakini aliachilia physical Sara but maintained the spiritual Sara. Wakati mzee alienda kwa kitanda kuambia Sara, si ukuje sasa tuangalie maneno namna gani tujenge hiji. Sasa kwenda huko kajenereta ka mfalme kalikufa. Kalizimika tu automatically. Akaenda kajaribu mara ya kwanza kanazimika. Kajaribu mara ya pili lakini akitoka huko anasikia generator automatically imeguruma peke yake. Hata haijaguswa na mtu inaguruma. Lakini akirudi huko tena haraka inasimika, petroli inaisha. Akienda atakavuta mtu mwingine hapo nje akatafuta mtu mwingine. Akaenda huko anasikia inaendelea vizuri. Ni sola na sola. Haishi. Inafanya kazi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi tena akaona tena imesimika. Ndio akaita waganga. Kujeni muniangalilie hii maneno. Ni nini? Nikienda pale hii magnet inazima. Nikirudi hapa magnet inawaka. Could there be a problem? Waganga wakajaribu kuangalia, wakakosa. Hawakujua ni nini. Akaita watu wa Mungu. Wakakuja wakamwambia huyu mtu ni mke wa yule mtu. Akaendea mtu, akamuuliza yani no utohegesho ukituma wale tunaona toge turehithiria thina. Si uone kama unaweza kutuletea shida? Si unaona kama nikirara hapa kama kajenereta haka kagu kangefanya kazi, ni shida gani tungepata hii mji? Si tungeangamia sisi zote. The same thing happened here. Then Abimelech called Isaac and said, quiet. Obviously she is your wife. Huyu ni mke wako. Na hakuhitaji kuambiwa. Venye aliona mumunyano. Unajua kuna hii mumunyano ya jagiri na mumunyano ya bibi. Inakuwa kama mambo mengine. So the obedience of the ark, the obedience of the principles of God is most important. Kwa hivyo majagiri wale mko hapa, please wachaneni na hii maneno. Mtakufa. Teo demo kiuga muri atumia akwa, ni ndira mutumia guko. Ni maigwa. Ni maigwa. No maigwa. Makeigwa. Ni guko ndire nake. Noigwa nanze. Huko ndire nake. Noigwa. Sonara. Huko ndire nake. Noigwa chiko. Huko ndire nake. Dire. Noigwa Josephine. Hadasa noigwa. Koja we no wiraga andu muno we. Iwe dikana kuigwe gukwirite mundu ate Ngai ni akwaririe. Ucio Ngai waku ngamuhura makofi. Athieta kagui. Te Mungu ari ni sugumcia. Noigwa Agnes. Ucio Ngai waku kwiraga na ndanjiraga ni agikonia na kwira ri ona ni nditagire kunjira kana Ngai ni wa wani we hapana. Ngai ucio taragio waragio nawe tu na ni ndaragia nani ri ucio ni Ngai mukora. Ucio kwenda nyahunyu kwenda nyahunyu ucio ni mukora. Ucio ni wali barori aturirwo na hali barori. Ucio Ngai utarahota gu communicate ati ni ndira ati Ngai ni arajaririe we no ya mutumia wakwa. Ona wage kiagire gukwira we mutumia wa ndungata iria si ndio tikire ndungata yake agikwihithira niki kana Agnes Ngai no akwihithire halafu tutigane na mikora dikana igwe guku mundu akiuga ati we chinya yako chitigana ucio ni muthuri wakwa nyau wewe dikana igwe ucio Ngai ndikumwenda guku kwenda kabisa hiyo na Mungu hiyo yako. Ni wako ni mundu ndirenda ndakwenda ni ngukwira na ngwire ti Ngai ni ndekate ni ndirakwenda njoke twirane nawe ati ni tuthi gatoroni ni tuthi Heaven's Gate turie Ngai. Yes, atatujibu. Kwani Mungu ni mjinga aje hawezi kutujibu? Nikikutaka ni mimi ni nie ni ndirandika kioneki giakwa na ndemwane na ndiciandike hau njuge ni ndirenda Roda atuike mutumia wakwa kiheheji kia ngoro yakwa rufaru rwakwa nyandike ciothe riu tucoke tugujuke ngwire ti njuke gutume mundu njuke ngwire ni ndironire no tuike mutumia wakwa riu twirani nae ati riu tuthi mbere ya Ngai turie Ngai tumurie atiriri ni twerana noyo no tutwarane nake ukuona ati ha ajira tigana ucio ucio na guko tutimoiguaga Hiyo kona kadhimu ndio rahuragira kona kadhimu kakwira ngoja kidogo nitakupigia.
Ngoja kidogo nina drive na niranya na tigari ndio atwarithia jikarete thikire mithiguiti ni kari ndio atwarithia niko kuhurira kakemenya maundu ni mekire ati riboti ni okire ngi kana una oga kiheo riboti ukiro ni nyoka ya mundurume yo ni njangiri Ngai ni gukwira Ngai ndangituhitha. God is a righteous God. God is a faithful God. We ask him, he say, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha hii maneno hapa ati nilizungumziwa. Kwenda na hiyo kuzungumziwa yako. Kari owe waragerio. Yani Ngai owe gwaku. Owe gwaku ni atikare tutikomwenda ucio owe gwaku turi ni athie. Tucari uria owe kwa andu othe. Ndarakara. Then Abimeleku, twende hiyo ingine na wewe. And Abimeleku said, what is this you have done to us? Unaona sasa. Ucio mundu urona hadi kuugithia maundu macio nasi. Ni mundu urenda guturehera kinguki guku. Nikiraigwa, what is this you have done to us? Niki watwika. Ati ni mundu ati Ngai aranjaririe apostle niwe wakwa, niwe kihehe njigi yakwa. Ni kinguki arenda kuguithia kanitha eno. Iyo ni ngoma ya kuguithia kundu kuriku. Eteka medaga gwe rumu ngira hunjirio no. Nta imagine. Rumu ngira muhe kigo mugatheka. Rumu ngiri kwa ngamukiro. Bia na wede. Tetemeka. By the way, amenipigia simu ameniambia niwasalimie. Situpage siku tumu invite. We need to invite this man. This is my spiritual father. We need to invite him. Akuje. Augelia tokara alioko. Tetemeka wede. Hola kaka. Hola. Alama muthoire mutikambe guka wiki igire. Ucio ni baba wakwa. Mupende musipende. That's my spiritual father. Yeye alitumiwa na Mungu kuniombea wokovu. Mulikuwa hapa nyuma hoyagira ngwe wenda kijigireire moko. Thake unagutuka ni mahurire. Alikuwa Moiro, Wafula, Chai, huyo ule Bishop Kabugi ulikuwa hata Gitoga, kulikuwa watu walikuwa. Alafu sijui ni kwa nisi kama ni mkono yao ilikuwa kubwa ama ni siku hiyo ilifanyika kubwa. Because kila mtu alikuwa ameniwekelea. Unasikia uzito. Nilikuwa nasikia kama ni ile katapira imeniwekelea. Toa tumbako. Pepo ya tumbako. Yani kama 1 hour nimepiga nibidi nilale pole nikalala pole. Wakaona pepo imeanguka. Wakaachana na mimi. Kwa sababu kuna wengine walikuwa wananigonga kwa unasikia kwa mpaka nisikia kama yani kegwiro mapepo mama makiga tu matienda kadhayo. Na ni mtu hebu imagine kimkono kia Wafula. Asikia unajua Wafula alikuwa washman. Na unajua alikuwa mtu wa kubeba rugu. Kimukono kia Chai alikuwa Reverend Chai. Kimukono kia mwingine alikuwa anaitwa Kageshe. Kimukono kia huyu Muturi wa Thika alikuwa hapo. Kila mtu hata wengine walinikanyaga kwa mgongo. Pepo ya makakaka ya. Na mate inatoka mate. Nikitoka huko nilikuwa na lami kwa kichwa hivi. Kumbe kuna mapepo haitaji huruma. Inaogwa kabisa. Baka tubako ikatoka. Na sikuwa nimevuta tubako. Niliona tubako imetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko verse 10 quickly. Aya nigo twikire tha 8. Na nderio kanitha gaka nigaikaraga muno. Nikio andu matendaga guka. Tondu nigaikaraga muno. Wagaikara mathaa maingĩ. Nindiramuhĩtĩria. Wangapi wako kazini wanafaa kurudi kazi? Watu wa kazi waende. Rudi tu kazi. Tutakuita baadaye. Asante kwa kuwa na sisi. Mungu akubariki. Lakini wacha sadaka. So Abimelech charged all his people saying, he who touches this man or his wife shall surely be put to death. These people were not of the same kingdom, but this kingdom ilielewa this kingdom. Na akawaambia mtu mwenye atagusa huyu, wacha niwaambie, mtu mwenye atagusa huyu jamaa ni Mungu anasema sasa. Mtu mwenye atanigusa, siko noigwa. Wacha na mimi. Tia mtu message tu unya dikagero tukutha inyanya. Mtu
mwenye atanigusa sasa you shall be put to what? To death. Verse 12. Asante sana, ubarikiwe. Na all time igerera tu. Anytime una idhari yaku nire akinyari wecomoka. Tego tido gikara haha. Tego gikara ta Abimeleku. Then Isaac sowed. Listen here now. After he passed that test, after he conquered the test, after he conquered the demon, so we are supposed, you must conquer the demon. You must conquer the battle. You must win the battle. And then Isaac sowed that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Nona kwa ile sigira gire kiate? Ile sio kawo tishira maisha. Ni vasi no marorete. Maisha makumothe mathukirio handu hariku. Kavasi gaka. Makuguthagira ginya verse 1 ginya verse 11. To ni maramenya wakinya verse 12 maisha ni macenjia. Ni maramenya kuma riu ni twarathimo. Mwathani agocwo. That is why wamepaga kila aina mipago usifike verse 12. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapa ndio una deal. Ndio umeona nikidili na watu kama nyoka. Na nitadili mimi nimekuwa mbaya sasa kwa sababu nilikuwa karibu kuangushwa. Ndio kazi hiyo. Nilikuwa karibu kuangushwa. Sasa angalia wenye unaniangalia ni kama nimeanguka. Then Isaac sowed in that land. The land, remember, kumtoka verse 1 mpaka verse 11. Umesikia mvua imenyesha? Umesikia kuna dhudhuire? Hakuna kamunyesho, hakuna kamvua. Anasema then Isaac sowed, alipanda when it was still a desert. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipanda when it was still a desert. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year. The same year. Tumesikia and there was rain. There was no rain. He reaped the same year. In the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Verse 13. The man began to prosper. Once you pass mekora. Ukiruka hiyo mambo ya mekora. Uiruke tu. Angalia, the man began to prosper. So they were looking on how to bring you down. Ndio wamekuwa kikutaka from verse 1 mpaka verse what? Mpaka 11. Sasa umeruka. Ukiruka, what happens? Things start happening. Maneno inaanza kufanyika pole. Na inaingia. In 1 year, the man reaped. Alitogether mageda. Bwana Yesu asifiwe sana. And he continued prospering until he became very prosperous. Yani, the key ambayo ilifugusa. Ikifuguka hivi. Maisha iliendelea kufuguka. Ikafuguka. And he continued. It never stopped. Prosperity came. Because of obedience, because of sustaining the covenant, and because, number 3, of God's presence with you. God's presence can only walk with you if only uli maintain urafiki na Mungu, uli maintain covenant, uli maintain kukaa na discipline. When the presence of God comes from there, everything will open up. Kila kitu yako, kila njia utapitia, utakuta vitu vina just they are happening. They just happen. Verse 13, haraka. For he had possessions of flock and the possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. Sasa umeona ameruka kwa bato ya wajinga, ameruka sasa kwa bato ya watu ambao wanaelewa. Sasa ameingia and the Philistines envied him. Sasa huyo ni kumaanisha umeondoka kwa zile bato za kuongea uongo ya kidogo ya nini, umepita mtihani, sasa umeingia to the battles of the giants. And the Philistines envied him. And the Philistines ni Ruto. Si Philistine ni Ruto. Envied him. Akasema huyo mtu kwani amebarikiwa namna gani? Tutolete tulimete huko. Dirikari mzima tumeweka kila kitu, mikakati ya mama mboga, mikakati ya boda, mikakati ya kila kitu, lakini hatukufaulu. Huyu mtu amekuja ameweka tu peke yake, hakuna boda na hakuna mama mboga. And the man continuously became prosperous. And the government, the entire government envied. Verse 15. But now the Philistines had stopped up all the wells which his father's servants had dug
in the days of Abraham, his father. And they had filled them with the earth. Unaona? This is the time you discover magothikete atia. Uwa umaharia wana inisho wako irwati mudosho ni mudo wakwa wahituka kirathi kiu riu Ngai ni egukuonia ithima ciaku haria mathikite. Ithima ciaku ciothe haria cithikitwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Now the Philistines had stopped up all the wells which his father's servant had dug in the days of Abraham his father, and they had filled them with earth. Kionohu. Ogu andu acio mokaga gukwira ni okay. Kana makwira kana waga guthama guku ni ukugwa, ni ukuparalyze, ni andu a kionohu. Ni ngoma yake no ita ukomithie uthi ukomithie muturire-ini waku ngoma yake ucio urana ati ni urenda kuhikio ni nie nikio raka gukwira rugama ni ngoma yake muthuri waku ni muririse ni murekererie tinie no muthuri waku ni murekererie no ngoma ire nyitete muthuri ucio ri ni yo irakwariria no mitua mura murianagira nao mukanyuanira nayo. Verse 16. And Abimelech said to Isaac, go away from us. No radiriru na Isaka. Nitokoma toda to nini? The king himself. Now once you deal with the small demon, you go to this demon, you go to this demon. Oyaga okedira ginya riu ni deal na the main demon. Mwathani yagosho. So you must conquer. The process of deliverance is a process, not an event. For you to be fully delivered, it is a process. It may even take 10 years. It may take 1 year. It may take months. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sasa mimi nimengangana hiyo ya wa mama wengi na watoto wengi. Ninangangana lakini bado sijatoka. Giona kade gero teno gona gamerireria. Ndau ukite kuri ofisi kiona ndahingire ofisi. Tondu ukite kuri ofisi nego kororogo kona tumaitho ndura na ni undu wa kindu kira githini ukono nawe ni wanja kubucabucia tumaithogo. Tondu ndina spirit ithini iratuma wanje gwiciria kiundu kiriko ugiuka nduma na undu ucio no waingira ofisi ukaja wekatia tari wewe ndi ukaja kuria ciara no ndukaga wina ki ukakujuria ha tukubanga atia ha no kiroho kira githini wakwa ri gigagukonvert nikenda kwira wihuge andu aria muracera nao. The type of a person you are working with, they might be your lutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't have a friend. Don't have a friend. Do not have a friend until you are sure this is not a lutu. Because the lutus will delay your miracle. They will delay everything. A lutu can be that. Si unasikia lutu ni mtoto ya brother ya nani? Ya Abraham. Lakini angalia ile matatizo yamesababishia Abraham. So many. Abraham has suffered. Abraham faced a lot of challenge. Wakapigana kwa sababu ya eka 10 ya shamba. Na Abraham yeye ndiye alikuwa mwenye dunia. You can see? Kakuohaga karutu gakuohaga gagucokia nginya eka 10 eka 5 munaanza kupigania eka 5 ya shamba na wewe ndio mwenye dunia yote ni wewe ni yako baka unasahau wewe ndio mwenye nini dunia. And this is the major problem that we are facing. And Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are a much mightier than we. Yani taikata komeo fukuza hiyo demon inakusumbua maana inataka kukuonyesha wewe ni kidudu ni kisisimisi kumbe you are an elephant. Muthamaki came and confessed, you are mightier than we. Na ni mundu ika na ni mundu sigo aderoni litoto da mena Rebeka tu nanyita ni mundu gesigo na Rebeka yake hau. They don't have hakuwa na watu wa familia, aliandika hawa watu. Watu wako huko ndio alifanya kazi na wao. And because he had an idea, because he had God with him, the hand of God was with him, he obeyed and he maintained the covenant of God. He succeeded. And in verse number 17, we lastly finish there. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. Hallelujah. Once you win, they will come and tell you ondoka hapa totigekohota guku totigekohota. We cannot be able to accommodate you here because you are mightier, you are strong, you are powerful than us. Wewe umatuthie tu tweherete kare na thayo tondu you are a bigger person. You are not an ordinary person until they confess to you. Hallelujah. Tusimame tu kwa miguu yetu. Hiyo ndio taita retaking
your possessions. Retake them. Capture them. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua nyinyi hamwedi kasi saa hii, hamrudi kasi. Sasa nataka tutachukua masaa mingi kidogo. Kuomba. Kufanya nini? Kuomba. Take your time. Ukitaka kutoa viatu ukuje hapa, upande hapa. Take your time. Uombe kabisa. Retake. Anga imefunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the obedience you have, anga imefunguka. Na anga inasema now, retake your possession. Bwana Yesu asifiwe sana. Retake the possession that God has given you. Retake it now. Retake the possession. God has everything for you. God want to bless you. God want to anoint you. Today, it is a day that God is sending you to Gerar. And you are going to dwell there. Leteni sadaka zenu hapa. Of retaking. Put a music in a low tone and let them pray. Nyinyi hamutaimba, just tafuta kona yako tu. Tafuta mahali utapata kufurahisha. Piga magoti kama ni kuketi, lakini nisipate mtu akiwa kwa simu. Umenisikia? Nisipate mtu akiwa kwa simu. Nikikupata kwa simu nitakung'oa uende nje. Chukua masaa, nataka tuombe for 2 straight hours. 2 straight hours. Confess your sins that you have failed to obey God, and then now reconnect yourself with the kingdom. Alafu in that reconnection, fukuza watu wote ambao unajua ni malutu katika maisha yako. Fukuza watu wote ambao wametumwa kuja kuzuia baraka zako. Ondoa kitu chochote, si watu peke yake, mpaka maeneo, mpaka manyumba, mpaka whatever that you think has been the obstruction of what God has given you. Remove them. Remove them from your wife, from your life. Remove them from whatever you want to do. Then after that, connect yourself and allow God to guide you to your Gerar. And in Gerar, you shall dwell there and you shall become so prosperous. And God will make you successful in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe sana. So, kama unaweza, come just kujeni mupade kule juu, mulale kule juu, muombe wengine, piga magoti mahali utaona vizuri, lala chini mahali utaona vizuri. The presence of God is with us. Now make your own covenant with God as per to the agreement that God had with Abraham. Thank you. God bless you. Let's go on. Kujeni tu, pandeni hapa juu, panda tu pale. Dihali. Kujeni tu. Ondoeni hizi vitu. Give to pale. Anywhere you feel good, sio lazima hapa uzunguke. We are going to have 2 hours straight non-stop prayers. But nikikukuta kwa simu nitakufukuza. Siku ya mwisho taji hiyo nipate, niongoze e Bwana popote siku ya mwisho tajio nipate, niongoze e Bwana popote endapo hadi siku ya mwisho.
mwisho, tajio nipate, niongoze, Bwana, popote endapo, hadi siku ya mwisho, taji pate, nitaongozwa na Bwana, nitaongozwa na Bwana, nitaongozwa na Bwana, niongoze, Bwana, hadi siku endapo, hadi siku